watumishi wa Mungu. Tumemwona nani? Isaka. Na Ibrahim ni baba yake nani? Isaka. Ibrahim alifanya nini? Alidanganya. Isaka naye alidanganya. Kusema uongo ni dhambi? Sio dhambi. Kuna watumishi wa injilisti fulani wa madhehebu fulani wakaniambia, kuna uongo mzuri. Kuna uongo mzuri ambao unakusaidia. Kwa hiyo niwaulize, kwenye Biblia kuna mahali paliandikwa uongo mzuri na uongo mbaya? Dhambi ni dhambi. Hakuna dhambi nzuri, hakuna dhambi mbaya. Ukiua umetenda dhambi, ukisema uongo umetenda dhambi, ukiiba umetenda dhambi, ukisengenya umetenda dhambi. Utasema tu huyu ni mbaya sana, ni mnyama anaua. Na wewe unayesema uongo ni mnyama vile vile, unasema uongo. Kwa Mungu dhambi zote ni nini? Ni sawa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona hii dhambi ameirithi kutoka kwa baba. Hii tabia ameirithi kwa baba. Inawezekana na wewe kuna dhambi unaotembea nayo, ilitoka kwa babu, ikaja kwako, ikaendelea. Hiyo dhambi inaenda kwa wajukuu, inatafuna, na baadaye inakuwa sasa si dhambi tena, bali inakuwa uovu wa kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu zamani, wakati tunaoa, watu wanaoa, anaambiwa usioe ile nyumba. Wale watu wanadondoka, wanaanguka kifafa. Kwa hiyo hakuna mtu atagusa ile familia. Sasa sio kwamba aliyeanguka ni mtoto, si kwamba aliyeanguka ni mjukuu. Hawajaanguka, waliokuwa wanaanguka ni baba zao. Lakini baba yako anakuambia usioe ile familia, haiolewi, hatuoi pale. Wale wanaanguka kifafa. Manake ni kitu kinachorithi. Wazee wa zamani walijua kwamba kuna vitu vinavyo flow na damu. Sisi leo wa kiroho hatujui. Hebu mguse mwenzako, unaijua dhambi inayokuzonga? Mguse mwenzako, mtingishe. Ikiwezekana mfinye kama amelala, mwambie kuna dhambi inayokuzonga.